kiko fasi pale, muingie mkale kapori, kisha nitatuma askari watakuja kuwakamata pale. Tuko wawili sasa pale. Tukaingia kwa ile kapori. Tunikala kwa ile pori. Yeye kumbe Sankara aisha julisha bale ba defense iko ya Twirwaneho iko kule Kijumbi. Baende kutupokea kule. Wao kwa kwenda kutupokea sasa kule. Baende kutupokea na kwa saa 10. Komba inaanza. Bale baisha ona ekipi ya Twirwaneho Mbogani bakaanza kupigana. Banaanza kupigana na tuko tunaona tuna vichama fasi moja na vichama. Sasa tukasikia tuko pale, nikamwambia Sankara, hivi tunaingia matatizo. Banaanza komba inaanza hapa. Tutaenda wapi? Alisema hata mvumilie, mkale tu, msitoke. Mkale pale tu. Tulikaraka mpaka inafika ma 18h. Visasi kuna totoka banapiga tu ngambo zote. Banapiga tu, banapiga sana. Na ile mstari mmoja wanasikia na wengine watasikia. Tutangulia nitaimba wimbo mmoja ya Kibembe. Mmoja wanasikia na wengine watasikia. Nitaimba hivyo. Nasema ya kwamba mtumishi wa Mungu au mwaminifu wa Mungu si vizuri kupenda zaidi dunia, kwa sababu ndani ya dunia vya mingi viko humu ni vya shetani. Tunaishi ndani, lakini vya mingi viko humu ni vya shetani. Tusipende zaidi ya Mungu. Ni tafsiri ya wimbo ambao nitaimba. Mchangi wa bechata cheleyo nda ese Bombaka bya ese yose bile bya wa mito Ya oma mangi ambira bangabile Abecha na wa mito wa mchunge Mchangi wa bechata cheleyo nda ese Bombaka bya ese yose bile bya wa mito Ya oma mangi ambira bangabile Abecha na wito wa mchie Yesu wanaketia wakibalekechi wango Wose wa undai emewe imwene Aye ya gete ya wakime umbakanto Chionde ya nyawake dora mui ya bochinya Ntoshi chiminye wake bola murumba karwane Iya bomona Ntoshi chimenye wakebora murumba karwane Iya bomona Mlanga msenge bole boyongo ebeni Yegwa ebalo yose wose oingera Mbwami wa mikolo na ibengera manga Sobola mongajila ya bura Mlanga msenge bole boyo ebeni Yegwa ebalo yose wose oingera Mbwami wa mikolo na ibengera manga Sobola mongajila ya bura Yesola kitile wakira kitiwalibo Wose wa undai emewe imwene Aye kete utiri makanto Chionde yonya wakebora ya bochinya Ntoshi chiminye wakebora murumba karwane Iyabo mona Ntoshi chiminye wakebora murumba karwane Iyabo mona. Bwana asifiwe. Nataka kuleta ushuhuda kidogo, ushuhuda ambao nitakausema mimi, na nilifurahi sana kwa sababu naona kama hapa kuna umati wa watumishi, kuna waamini wengi na kuna taifa ya mingi ya Minembwe. Ni sharti niviseme na watu wasikie, lakini nataka kusema kwamba kuna mambo ambayo naweza kuyazungumzia na wengine wanasikia kama ni vibaya, vinagusia kidogo siasa. Hata Mungu anaongea mu siasa, lakini angesema hivi. Nataka kushuhudia kwamba mimi nilitoka Baraka nikakuja hapa Minembwe.
Sasa kuna watu wengi ambao wanafahamu, wanajua njia, wanamsi, wengine wanafanya vida hivyo, lakini kuna watu ambao wanitambua. Na mimi napenda mnitambue. Kwa sababu ya nini? Tusisahau njia. Mimi niko Bubembe, jina langu Alonda. Watoto wanafiki. Nazaliwa Itongwe, Itilingi. Ndio kwetu. Lakini naishi Baraka. Sasa mimi nilitoka Baraka namna gani na kuja hapa Minembwe. Ndio shuhuda yangu nikuambia. Nilitoka Baraka na kuja hapa Minembwe kufanya nini? Mimi niko Bubembe na nilitoka Makota, niko Mai Mama. Mimi niko Mai. Sasa nakuja hapa Minembwe kufanya nini? Na Minembwe sio Mai tunapigana na Wanyamulenge. Ndio nyinyi mko hapa. Sasa ni ajabu. Nilitoka Baraka, niko kufanya siasa wa William Amuri ya Kutumba. Na fena ya Kutumba miaka ya kutosha. Mwaka 2007 tuliunda chama inaitwa Barkefa. President wetu wa Oba Mzirafael. Ikageuka, ikakuwa coalition inaitwa CNPCC. Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo. Mnaiongoza ni ya Kutumba. Tulikuwa tunatoka Babeli na ndio kwa kama general yetu. Tunakuja kupigana hapa, kuwapiga nyinyi. Kuwapiga nyinyi. Tunatoka kule mission kuwapiga nyinyi. Sasa mimi nakuja hapa sasa, mimi Mai naenda kwa Wanyamulenge. Nilikuja hapo kufanya nini? Njoo shuhuda nataka nyinyi niwaambie. Nyinyi Wanyamulenge amujijue kwa sasa kama mko namna gani. Mungu anataka kupitia magumu yenu. Magumu yenu itasove Afrika Central na mko ndani maandalizi ya uamsho na mambo ya Mungu. Na mambo ya kisiasa. Muna uamsho na muna siasa kidogo. Lakini hii kusumbuka yenu nyinyi. Msione kama nyinyi mtaendelea kusumbuka hivyo. Lakini kupitia nyie ndio neema inatokea Mwafrika Central. Kupitia Wanyamulenge wokovu utatoka na uamsho utaingia. Kwa sababu tutakutana, tutafanya mkutano mzuri kama huu. Wabembe watakuwa ndani, Wafulero watakuwa ndani, Wanyingi watakuwa ndani, makabila yote tunaimba, tunafanya kitu nafasi moja. Tunaimba tunamtukuza na watu watasema amina. Haya yote yatafanyika. Lakini sasa mimi nilikuja huko sikufanya shauri na jamaa, sikufanya shauri na ya Kutumba mwenyewe hawezi kuniambia ni kweli kwa sababu hawezi kufurahia na mimi kufika hapa. Mimi nilikuwa na deception, donc nilisikia si tuko miaka ya kutosha. Sasa tunapigana namna gani? Tunaenda kupigana maneno. Depuis tulianza na depuis wazazi wetu walianza na vita. Sasa shabaha kabisa ya kupigana Minembwe ni nini? Ilikuwa mwaka wa 2003 tukafanya reunion, tukakuwa mkutano pale hapa Fugwa. Tukakuwa pale Bwana. Tuko na reunion ni sana ya kuangalia na tulifanya mashaka za mbele, tutafanya procedure gani tuingie Minembwe. Tufanye reunion. Mkutano ukafanyika pale Bwana. Lakini mimi niliulizaka mwile mkutano mkubwa. Nataka kuuliza hivi. Sasa hivi nilishuka kabisa nini? Niliulizaka tu vile nikauliza mkutano mko wa soda, mko na nasiba kwenye siasa. Sio kwa tuna yeye kutumaki pale. Nikauliza tu hapo ni jibu yake na yeye ajibu yake vibaya na azungumza mazuri na tumuita unasema sawa, lakini wakati atakuvuruga ukiwa ukufe hautajua. Nilikala hivyo, kisha baada ya siku 3 mtu wa sinema wetu akakuja kuniona akaniambia ile mambo uliuliza za mkutano haiko mzuri. Huko riski ya leo kukamatiwa na utakufa. Ukifungwa basi juu mtu anafungwa kukamatiwa Ngovu, kukamatiwa Baraka, kukamatiwa zingine. Ukifungwa Mpero Central ikwenda Babeli.
ndio prison central. Unafungwa pale, uko na risk ya kupotea. Sasa mimi nikapata ile neema kupata ile information, nikawahi kuachana na wao, nikaanza kutafuta mbinu za kutoka, kisha kufikia Bunagana. Deja M23 inapigana na Bunagana. Mimi ningeenda kwa M23. Tusikie tutakakala hivi. M23 inapigania Chadema. Sasa sisi tunapigania nini? Bila kama bado kuna vile na kwa na mwanzo na iko na mwisho. Hii ndio tunapigania hapa. Hii tuko tunafanya revolution ya Twigwaneho. Twigwaneho ilikuwa ajipigania ni yayo peke. Kwa sababu hatuna mwingine baba wa kusaidia. Gouvernement yenyewe ndio inatoka kupiga Twigwaneho. Sasa Twigwaneho itaenda wapi? Kama watu wajikaza mwanzo kupigana hapa, ilikuwa taifa yetu ni peke. Hakuna info ya wengine baba. Mkaanza kupigana gouvernement central, gouvernement yote ya Kongo ilikuwa hapa kwa kuwashambulia nyinyi. Lakini Mungu alisaidia, nyinyi hamjui kama mlikuwa na namna gani. Watoto wa vijana wadogo wadogo wanakamata mabunduki na kwenda kupiga gouvernement. Hata Mungu anateseka, bamingi baamini kama vitaishi. Lakini mjue kama katika pamoja na Yesu vitaishi. Vitaishi. Mungu kusumbuka miaka yote, bali walikufa. Mungu angaika na kukufa. Anajua kama mtu anakufa, lakini pamoja na Yesu iko tu akukufa. Sawa. Basi mimi nikaambatana na president wa RCD wa ule president wa RCD nikasoma pale na Baraka jana kabeti. Hivi iko Bukavu kwa makao makuu ya MRDP. Sasa akaniambia, wewe kama ushakuwa ile mawazo, mimi niko nakuogopa kukusogelea kwa sababu sijui kama wewe unaweza kusema mambo ya hivi kwa kwenda kuungana na M23. M23 iko mbali. Kumbe ukitaka uende M23, wewe Minembwe. Ndio upande Minembwe na mwende na askari mmoja kwa sababu mwende kusaidia Twigwaneho kule. Sira mai tupande kubasaidia tena hii. Ndio mambo magumu iko pale. Mambo ya kushangaza ni mambo ya ushuhuda. Donc tuliambatana vile nikaona ni vigumu kuambia watu mtema kama tutakuwa na kama tutakwenda wingi na basensibiliser na makubali kwa kumanda kumfanyia tu wingi. Tuje sumuka sana tena vile. Tutakwenda Minembwe. Na wengine wa soda. Sasa tutakwenda na soda kwa hapa tukapata konsimu, tukapata numero ya telefoni ya mkubwa Sankara huku Kakanda. Ewa, mkamata hii numero, tutawasaidia kitu mtatembea na msikawie Baraka. Hakuna kulala. Tulipata transport ya huku Minembwe. Tukatutumia kule kutoke Baraka tufike mpaka kwa mlima. Tulikuyaka turi ya kwanza kwa ngambo walikuyaka wale wasoda kusema hapa wasoda wafikia wale bakutanie kwanza. Bakisha kufika hapa tutapata nguvu za kusensibilize wale wengine wanaokia kule na watatufuata pole pole pakapanda wawili bakafika sasa. Baadaye mimi na mwingine mwenzangu kwenye siasa tukabakia twende na sisi kufika kwa mlima sie tukasimama ya FRDC kwa sababu pale vile mai FRDC ilikuwa na tukokota sana juu sisi tuwasaidie lakini wao hawatajionyesha wanafichama, lakini sisi tunaonekana sisi tuko hivyo tu tunaenda kupigana. FDD na tutumikisha mabunduki masasi wanatupatia mwende mpige. Sisi tunapigana sembo tutaka kupiga Wanyamulenge kutoka watatoka baende wapi? Wanyamulenge watatoka baende wapi? Basi kama sisi yetu tawa sawa bale wanyamulenge wao sasa badaenda kwao wapi? Unaweza kuuliza kesho hata kwa watu wote wanabakia kule kwa Baraka. Ile kesho na shinanaka kujibia. Mtu asimake na sasa kilo. Watu wote wanasema baende watoke tu watoke. Itetele tole. Mungu aliumba na dunia. Aliumba dunia kwa sababu sisi tuishi katika dunia, tuzae na tumtukuze Mungu.
Hakusema taifa fulani, alisema watu wazazi dunia, waishi dunia na wamsifu. Sasa kama ungana akili ya kusema kama mimi siwezi kuambatana na watu fulani kwa sababu wanyang'anya nafasi yangu. Sasa hii nafasi yako wakikupatia yote hapa hii nafasi njoo hapa. Hata nyinyi mko hapa wakupatia hii tarehe yote hapa njoo hapa. Utachoka na kukaa hapa. Na ni kwa cha muhimu ndicho tuko kwa sasa hivi. Ni tuko tunaambatana na kupiganisha uongozi mbaya wa Tshisekedi. Tshisekedi ndio anakuruhusu. Anatonganisha watu, anaingiza mpepo ya kutonganisha watu, bakurugani, fasi kwenye kuna matatizo. Na hivi mimi naanza ishi hapa, wakati tulikuwa kutoka pale kwa mlima, tulikamata pikipiki mpaka Kwenzero. Kufika Kwenzero, nikaita komanda wa pale. Wapale Kwenzero. Mwambie hivi mnaishi hapa. Mbona angalia hapa kwa Mungu kuna hakuna kama. Kwa sababu nikalaka bila kama. Nyinyi hamna kama mnaishi hapa. Bali jijaka sema si hatuwezi kutia kama kwa sababu watu gani wakituona hapa. Batanunuza hata haraka sana. Hatuwezi kutia kama. Tunatoa kila mtu nyumba yake. Tunaenda operation na pango tu. Akijesha yote kila mtu anatoka mmoja mmoja kwa kupigana. Tukaambia hivi, hii ni shiriki. Hapa hivi mtahatarisha raia itakufa mingi hapa kwa sababu wakija kupigana hapa, yeye mtatoka na mambo lakini raia itahangaika. Makaniuliza, sasa wewe uko naenda wapi? Nikakasha kadi yangu ya wazalendo. Kwa sababu tulimaka maiti mbili na blessé mmoja. Ule mwanzo nilikuwa naye yule akaanza kutetemeka basi niko tusikufie tusie kwa tafasi moja. Wewe uniache mimi nataka kuchomoka niende kukuenze. Kukuenze ndio hapa hivi. Wewe unakufa vile. Aliniacha kwa aliniacha pale tuliko atetemeka akatoka kwenye niko bikini kabakia pale. Baka mkamata pale. Mai tunataka na mimi tunafahamu banasema Kibembe, wengine wanasema Kifuleni yuko pale. Paka mkamataka pakamuuliza, "Wewe mbona mlipita hapa?" Sasa ule mwenzako yuko wapi? Akasema kwa mwenzangu alitangulia mpaka Tubutu. Sasa niliona kama mimi nirudie kufikia nilikuwa naenda kuchoo kubwa. Nikaona acha niache na nyinyi napita inaanza. Kumbe mimi nirudie wewe tulitoka. Kama tablesi baka mbebesha blesi. Blesi baka mbeba na kutoka kweli. Basi mimi nilala pale mpaka usiku yote bali maliza kupigana ma 18 mpaka ma 19 saa moja. Nalala mpole. Ikabidi asubuhi sana makatre. Sangana anaandika kama hizi gishi huko pale mwanzo kwa toka. Ujikaze tu uvumilie. Utakutana na wale baskari watatoka kwa mama. Baskari walikuyaka tukakumbana pamuuliza. Unavaa nguo gani? Eske uko na bunduki? Nasema hapana mimi sina bunduki. Sasa huyu tukakutana na wao wakanikumbatia wakanipeleka kwa nani Bichumbi. Defense ilikuwa pale Bichumbi. Nikaingia Bichumbi, nikakula chakula, nikatoshwa pale nikakuja Kalonge, nikafika Kalonge, nikafika hapa Madegu. Na pia pikipiki mpaka Kakanda. Naanza ikawa Kakanda. Wenzangu wakanipokea, ndio nikashukuru. Sasa mambo ninataka kusema ni hivi. Mdunia mkiangalia maandiko matakatifu nasema hivi. Mkisoma mkiangalia historia ya Sauli kabla ya kuwa Paulo alikuwa anaenda na uoua watu bila sababu. Joi ya kupigana bila sababu. Paulo alikuwa na Sauli alikuwa na uoua watu bila sababu, lakini kuna wakati Mungu alimwambia kama inatosha. Ndio unafanya Sauli. Hautakuwa tena Sauli, utakuwa Paulo, utanitumikia kazi. Zile barua za Paulo akaanza andika mabarua, anaandikia mamingine zote zenyewe alikuwa na barua.
barua ya Paulo kwa Waebrania, usome sura 12 mstari wa 14, Roma 12. Sasa zikiwa kidogo bamoja walipata, wengine wanakosa, lakini walikuwa wanachunga wakati zingine. Lakini mimi nilikuwa na ile karte yangu inaandikwa RAD, Reserve Armée de Défense. Nilisahau ile karte ile. Mimi natembea na ile karte mwenyewe zote za mai bila kufunga. Wanasoma kiongozi, unaenda wapi? Niko naenda Kipupu. Kipupu wewe. Sawa kabisa. Kule Kipupu kuna wengine wenzetu. Mwingine jenerali yuko kule na ananifahamu, mimi namwacha baraka. Hakuna shida. Sasa niko pale Kwenzero nikaambia Sankara, ewa, hivi niko tenja kwa Kwenzero, tunakuja watu wawili. Sasa tunahitaji tufike Kinendo. Utapita wapi? Akasema mpite Rusangu. Ukifika Rusangu utakupa barieri ya Kakobani. Niko pale. Tukafika kwa barieri ya Kakobani. Kufika pale, kiko fast pale, muingie mkale kapori, kisha nitatuma askari watakuja kuwakamata pale. Tuko wawili sasa pale. Tukaingia kwa ile kapori. Tunikala kwa ile pori. Yeye kumbe Sankara aisha julisha bale ba defense iko ya Twirwaneho iko kule Kijumba. Baende kutupokea kule. Wao kwa kwenda kutupokea sasa kule. Baende kutupokea na kwa saa 10. Komba inaanza. Bale baisha ona ekipi ya Twirwaneho Mbogani bakaanza kupigana. Banaanza kupigana na tuko tunaona tuna vichama fasi moja na vichama. Sasa tukasikia tuko pale, nikamwambia Sankara, hivi tunaingia matatizo. Banaanza komba inaanza hapa. Tutaenda wapi? Alisema hata mvumilie, mkale tu, msitoke. Mkale pale tu. Tulikalaka mpaka inafika ma 18h. Risasi kunatotoka, banapiga tu ngambo zote. Banapiga tu, banapiga sana. Na ine mstari wa 14 inasema ya kwamba Ebrania 12 inasema kama 14 inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kujitahidi ngambo zote watu kutafuta amani. Ili vitaisha tu ni transition. Tuzikaze tutafute usalama ngambo zote. Na tukitafuta usalama ngambo zote, hapo tutapata ushindi mzuri na Mungu atatubariki, tunaishi mzuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ni hayo machache nitaka niwazungumzie, muyasikie na mwende nayo, kwa sababu tuko hapa kina mkono anifahamu, lakini mjue hivi tuko hapa Madegu na tunaendelea kushirikiana sawa. Asante. Tutangulia nitaimba wimbo mmoja ya Kibembe.